baby dedication. Praise God. Amen. We are not doing baby baptism. We are doing baby dedication. Baby dedication, it is biblical. Ya kwamba tunakaribisha mtoto ndani ya jamii ya Mungu. Bwana asifiwe. Baptism is something different because baptism, it requires your consent. Baptism, Rob, nitakupeleka through crisis, ujue kwa nini unabatizwa, unaingia, tumesema kwamba dying with Christ, ndio? So a baby like this one may not be able to consent, may not be able to know why people die with Christ. So what we do, we dedicate them to Christ, or we dedicate them to God. Bwana asifiwe sana. Amen. So kama hujadedicatiwa wewe na umefika mtu mzima hivi, huja tukudedicate pamoja na huyu mtoto. Wengine walienda through baby baptism, wakafikiria wamefanya nini, wamekuwa dedicated. But by that time you did not know what baptism really is. So if you don't know what baptism is, hakuna vile utabatizwa. Hakuna vile utasema ya kwamba kweli mimi nimepokea Yesu na ninakufa na yeye na ninafufuka na yeye. So baptism is a completely different thing. Baby dedication for you, Janet, is to say that I will partner with God in raising this child. Praise God. Si ati nitajifanyia mwenyewe, wewe umemleta ndio Mungu akusaidie upate kufanya nini kumkuza. And as we have heard, there is a human side and there is also a spiritual side. Praise God. So si ati mtoto aanze katika growth yake anakuwa just becoming a baby useme ya kwamba na hii ni kisirani gani nimepewa. That is a baby being a baby. Bwana asifiwe. But you are telling God, as this child anakuwa, nisaidie nipate kumlea kwa njia ambayo inafaa. Whatever you say I do, I will do. I know it is a child you have given me, and I'm willing to partner together with you to raise up this child. Praise God. And for us, the church, we are here to do what? To witness and to say that this is our own. Praise God. Ya kwamba tukiona hata anaenda astray huko nje, utanyamazwa tena. Shauri yake. Hapana. You will simply come, ama utaichukua katika maombi kuombea nani? Mtoto huyu. Bwana asifiwe sana. Wewe ni witness ya kwamba Janet amekubali afanye nini? Aweke mtoto mikononi mwa Mungu. Praise Jesus. So Janet, for you is a heavier part. You and your partner, it's a heavier part that you are telling God. Na unajua ukiallow Mungu aingie kwa business yako, Mungu akikuonyesha red, unakubali hiyo red maana wewe ndio umekubali. Mungu akikuonyesha blue, unasema ndio nimekubali hii blue maana huyu mtoto nilisema atafanya nini? Atakuzaa. Na nilileta tupati na wewe kumlea. Watu wengine ikifika mahali wanaambiwa mtoto anaanza kwenda kanisani, mtu anasema wewe bado mdogo usiende kanisani, ama wewe bado mdogo usifanye kitu fulani. Na mtu labda ako na ile mwito, you can see something growing in the child, lakini mtu anasema kwamba I've never wanted my son to become a pastor. So because I've never wanted my son to become a pastor, nitamkataza na nitamkanyagia vitu zingine. But ukumbuka kwamba ulikubali to partner with God to raise up the child in the right way. Praise Jesus. So for you, Janet, is just a partnering with God today. You are just telling God, this boy, I am giving to you. Vile ambavyo Hana alifanya, I am giving back to you. I give to you what you have given to me. Because siwezi nikajilelea mwenyewe. The Bible says, our children shall be raised by you. Our children shall be disciplined by you. Ukiacha dunia kudisciplinie mtoto, itamdiscipline vibaya. Lakini wewe achilia Mungu mwenyewe adiscipline mtoto wako. Bwana asifiwe. So we are simply saying, may God, as we welcome him into this family, akifika age yake, he will make a different decision. Sisi tu tumemkaribisha, tumemwambia kwamba do you know there is God? Karibu. Hapa ndio watu wanashiriki, hapa ndio watu wana worship. Hizi kelele utazisikia, but it is part of praising God. Usifungie mtoto ati mtoto asisikie kelele, sijui masikio sijui nini. Wewe mlete azoee kelele kama hizi, and then he will know, as he grows up he will know that this is what people do, this is how people behave, and this is what happens in the church. So tunakukaribishia huyu mtoto in the family of God, especially so family ya GBF. Bwana asifiwe. Tumemkaribisha hapa. Kunaweza kuwa na zingine jamii zingine mbalimbali, lakini sisi tumemkaribisha hapa Gospel Believers Fellowship ya Kibra. Bwana asifiwe sana. So we have welcomed this child and we want to, because Bishop is around, we will give him the honors to pray and dedicate this child. Picha.
Naona video nzuri. Picha nzuri nikicheka. Praise God. Amen. Wenye walijui, nani alijui? Naitwa Janet. I've been away for quite some time, but nimerudi. Tumerudi tukiwa wawili. Partner wetu hayuko, ako mbali kidogo, lakini akirudi nitamleta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. The dedication we have done today ndio ile ilifanyiwa Sharon. This is how we danced for Sharon. The whole family. Our whole family ilikuja church siku hiyo na wakatoka huko family mzima tukidansia Sharon. Mpaka huko mbele na wakamuombea. Siku hiyo pia tukabahatika mama mkubwa wa ministry hapa naita Mama Chio. So yeye ndo aliombea Sharon. And you are all a testimony of Sharon's life. So tusidharau hii dedication. Hii dedication ya maana sana. Inabadilisha mambo mengi yale yakesumbua mtoto. Watu kwa upande ya giza wanadedicate watoto wao. Sisi ndo tumefamilia, tunaona hizo vitu za usi. Amen. Amen. So let us take them seriously in the name of Jesus. Amen. So we want to pray and we all study. Father, we want to thank you for baby Ray. You have been so precious to the mother. You have been so wonderful. You have taken care of her through all the 9 months of pregnancy, and we give you all the glory. We thank you for the safe delivery that has occurred in the mighty name of Jesus. Father, may your name be lifted up. May your name be glorified. We put baby Ray into your able hands. Father, we stand against all powers, power of death, power of darkness, power of sorcery, power of witchcraft, power of divination, power of false prophets. Father, we decree that the blood of Jesus is neutralizing every power, is paralyzing every power in the mighty name of Jesus. They shall not have any influence over baby Ray in the mighty name of Jesus. Father, we dislodge all the spirits, evil spirits, confusing spirits, influencing spirits, familiar spirits, disease spirits. We are going against them in the name of Jesus. Amen. We dislodge them from her life, from his life in the name of Jesus. Amen. May he grow up glorifying your name. We surround him with the blood of Jesus. Every step, may you be with them. May the angels surround his life in the mighty name of Jesus, to the glory and honor of your name. We thank you even for the parents. May the parents take care of baby Ray well in the mighty name of Jesus. Take care of him in a Christian way. Take care of him in a glorious way, to the glory of God. May all negative forces that they might influence them be defeated in the name of Jesus. We rebuke any ministry that is against Christ. May it not have any power over baby Ray in the name of Jesus. And the Father shall glorify you. And the Father shall exalt you in the mighty name of Jesus. Anything that the parents have done, may it not influence his life in the mighty name of Jesus. May this be a new beginning in this world in the name of Jesus. Without any baggage, without any influence, without any bonds, without any strongholds, in the mighty name of Jesus. Only Jesus be his life, be his power, be his victory. In the name of Jesus, we decree the spirit of power, the spirit of love, the spirit of sound mind,
to be upon him in the mighty name of Jesus, to the glory and honor of your name. We thank you and we give you all the glory. Because in Jesus' mighty and powerful name we have prayed and believe. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa hiyo dedication, na ninaomba ya kwamba tusiweke maneno mizigo kwa watoto wetu, ya kwamba tuwezi wa dedicate, lazima tuwaweke katika ufalme wa Mungu. Amen. Barikiwe. Makofi tena kwa Yesu. Amen. Praise God. Okay, we may be seated. Don't go to tukimalizia.